kwamba sema njoni ninyi nyote ambao mnakuwa mnalemewa na mizigo mizito. Na mizigo sio tu kama hiyo mizigo ambao watu wanaweza kubeba kama vile saki ya bunga ama saki ya makala ama saki ya mchele unatia kwa kichwa, lakini mzigo ambayo neno la Mungu naongelea hapa ni mimi ndaweza kuidefinire mu sorte mbili ama tatu. Mzigo ya kwanza ambayo iko inaongelewa hapa ndani ya kitabu ya Mathayo inasema juu ya mzigo wa dhambi. Dhambi ni mzigo ambayo tunakuwa tunabeba, na mzigo yengine inaweza kuwa ni mzigo wa maisha kama vile matatizo ya maisha, na mzigo yengine inaweza kuwa kama vile ni magonjwa ambayo inatulemea, ambayo imekuja kwetu. Sasa mzigo wa kwanza tunasema ni mzigo wa dhambi, na kila mtu anajua mzigo inakuwa inalemewa mtu, na inapolemewa mtu inamkosesha amani, inamvunja vunja. Sasa hii ni dhambi. Dhambi ni mzigo ambayo inakuwa inatuma tusiendelee mbele, tunakuwa tuko bloke. Lakini Mungu anasema njoni kwangu nyinyi nyote ambao mnaolemewa na mizigo, aseme na yeye Kristo atatupumuzisha nayo. Atakupumuzisha nayo. Labuda umesha kosa, unaweza kukimbilia kwa mwenye anaweza kukusaidia, lakini neno la Mungu nasema kwamba ukuje na hiyo mzigo wako, hiyo mzigo ambao umekuwa nayo, kuja nao gisi huko, na Kristo atakupumuzisha na hiyo mzigo. Ni Kristo peke yake tu anaweza kukupumuzisha na mzigo wa dhambi. Ikiwa umeshindwa, wapi kunaweza kupumuzikia na hiyo mzigo? Kristo yuko tayari, anakuita gisi huko ili kwamba akupumuzishe na hiyo mzigo. Inaweza kuwa mzigo wa pili ni magonjwa ambayo umekuwa nayo. Magonjwa, jua kwamba anayeweza kuponya ama daktari wa magonjwa ama dawa ya ugonjwa ni Kristo yeye peke. Ndio kwa maana anasema akuje na hiyo magonjwa yako, na yeye atakupumuzisha na hiyo magonjwa. Magonjwa ni mzigo ambayo inakuwa inalemea mtu na inakukosesha amani, ninakuletea